wakati mwingine tunaweza kuwa tuna maisha yetu, yani we are dealing with our things, tuna mambo yetu, tunaendelea na maisha yetu tu, tunakuja kanisani kwetu tu, tunakwenda kazini, tunakwenda katika familia zetu, tunakwenda katika biashara zetu, tuna mambo yetu tu. Lakini andiko lisha tutahadharisha katika Petro, anasema shetani ni kama simba aungurumaye akimtafuta mtu mmoja wapo ammeze. Maisha yako hivyo, matatizo yanakuja tu, hujayatafuta wewe, lakini machangamoto yanakuja tu, matatizo yanakuja tu. Kama vile yule simba alivyokuja ghafla, ndivyo ambavyo matatizo katika maisha yetu yanakuja tu, yanakuja tena, yanakuja bila taarifa, yanakuja ghafla, yanakuja tu. Ulikuwa unaenda zako mjini, mara bodaboda huyu ameingia, ajali imetokea. Yani matatizo yanakuja tu. Ulikuwa unakuja zako kanisani, unadili na vitu vyako tu, lakini changamoto inatokea hapo katikati. Ulikuwa na familia yako tu, lakini changamoto inatokea hapo katikati. Ulikuwa na biashara zako tu, lakini changamoto inatokea hapo katikati. Matatizo yanakuja tena ghafla, yanakuja ghafla. Nakuja kule ghafla kwa matatizo, nimejifunza hapa, pamoja na kwamba yule simba alimungurumia Samsoni lakini hakushinda, kadhalika pia hata matatizo yangekuja namna gani ukiwa na Bwana, maana maandiko yanasema pale Roho Mtakatifu akamuijia Samsoni kwa nguvu. Ukiwa na Bwana, hata matatizo yangekuja namna gani utashinda. Matatizo hayawezi kushinda, shetani hawezi kushinda, vita haviwezi kushinda. Hakuna vita utakayopigana utakayoshindwa, alimradi uko na Bwana. Kama Samsoni Roho wa Mungu alivyomuijia kwa nguvu juu yake akashinda, na wewe pia asubuhi ya leo ninakutangazia tayari wewe ni mshindi, kwa sababu umejisalimisha kwa Bwana. Utashinda kazini, utashinda nyumbani, utashinda kanisani, utashinda mtaani, utashinda kwa ndugu, utashinda na kwa marafiki. Hakuna vita itakayopiganwa utashindwa, utashinda kwa utukufu wa jina la Bwana.